Inasema na iseme Bwana analitoa neno lake. Bwana analitoa neno lake. Wanawake watangazao. Sasa wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Haleluya wamama. Haijalishi huu hali gani, lakini wamama watangazao ni jeshi kubwa. Including you. Ndio wewe ni maskini, wewe ni tajiri, wewe ni mnono, wewe ni mwembamba, lakini wanaotangaza ni jeshi kubwa. Na ndio maana siku ya leo tuko na somo ya Isaya, Pika, tuko na Jona. Lakini msomaji, kitabu ni Isaya 6 mstari wa 6 mpaka 8. 6 verse 6 to 8 Isaya. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia. Naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitua kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Alafu akanigusa kinywa changu. Hivyo basi, ikiwa Mungu atakutumia, lazima akuguse kinywa chako na kaa la moto. Alafu akaniambia tazama, ili nimekugusa midomo yako. Sasa vile nimekugusa mdomo yako, na uovu wako umetolewa. Sasa uovu wako umetolewa, na dhambi yako imefunikwa. Na dhambi zako zimefunikwa. Kisha nikasikia sauti ya Bwana. Sasa akasikia sauti ya Bwana akisema, nitume nani? Naye nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema. Sasa Isaya akasema, mimi hapa nitume. Haleluya. Sauti kisha baadaye nini katendeka? Akienda atawaambia nini? Ulifunika? Naye akaniambia, enenda. Waambie watu hawa. Fulizeni kusikia, lakini msifahamu. Yes. Fulizeni kutazama, lakini msione. Wana macho, wanatazama ndio, lakini hawaoni. Wana masikio ya kusikiliza, kisha baadaye wanasema hakika tulibarikiwa na mnenaji. Lakini mtu akimuuliza alinena nini? Wewe, si nilikuwa tulikuwa tunaona kwa YouTube. Alikuwa live. Lakini alinena nini? Hata nisikwambie. Lakini alinena nini? Naomba tu niambie hata jambo moja. Hata nisikwambie. Mimi unajua sitakwambia vile yeye alikuwa anasema. Sasa wana masikio ya kusikiliza, lakini hawaelewi, hawasikii. Ndio maana tukikuja kanisani tunahubiriwa, tunasema hakika tumemuona Yesu. Lakini tukitoka nje vituko namba moja. Tunasema kwamba leo tumesikiliza kwa makini, lakini ile tulisikiliza hatuwezi tukaweka kwa vitendo. Hivyo basi Mungu anamwambia Isaya kwamba nenda ukawaambie wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawafanyi nini? Sababu ni wavivu. Roho sawa tusikiva Bwana akikuita usiseme kwa uvivu, hakuna kazi kwangu. Wafu
hawezi kujibu ya kwamba nipo Bwana nitume, ni kwa sababu shetani ametuletea vitu vingi na uchumi imefanya nini? Imepanda. Sasa mwanamke hawezi kujibu ya kwamba nitume, sababu akitumwa wiki 2 na yeye ni mfanyabiashara, biashara yake itafungwa. Akienda makambi wiki 1, biashara yake itafungwa na yeye ndiye tegemeo. Sasa kinachonishangaza, je, utakapokufa familia itaenda wapi? Hata wewe ndiye tegemeo. Na ndio maana nilisikia kwa moja ikiimba hapa ikisema kwamba tukikataa kufanya kazi ya Mungu, Mungu atatumia nini? Bwana atatumia hata mawe yaweze kuhubiri Injili, kwa sababu sisi tumefika wakati kama wa Sodoma na Gomora. Mkewe Ruth waliambiwa wote kama familia ya kwamba ondoka, nenda, msisimame wala msiangalie nyuma ili mkaojiokoe nafsi zenu. Wakatoka wote ndio, lakini mwanamke kufika njiani, because we have 6 senses, akaanza kufikiria anasa za Sodom, akaanza kufikiria maendeleo yale yalikuwa amefanya, akajiuliza maswali mengi yale ambayo hata wewe unajiuliza na mimi najiuliza. Akasema moyoni mwake ya kwamba wacha nigeuke niangalie tu vile moto umeshuka, kisha niendelee na safari. Alipogeuka, Biblia inasema akawa nini? Je, wakati unaitwa na Mungu unajibu vipi? Unaona nini? Ndio maana Isaya yeye anaitika akisema kwamba niko Bwana nitume. Wale ambao wataitika kama Isaya, ni baraka ni mara 100 in Jesus name. Amen. If you want to confirm 19 verse 29 Mathayo 19 verse 29 Mathayo, wale ambao watajitoa kufanya kazi ya Mungu. Na kila mtu aliyeacha nyumba, kila mtu ambaye ataacha nyumba yake au ndugu wa kiume, aache ndugu ya kiume ama wa kike, au baba au mama au watoto au mashamba, ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kurithi uzima wa milele. Haleluya! Hiyo basi wale ambao watajitoa ni baraka ni mara 100 na utashuhudia life. Lakini wengine hatutaki. Yaani ni rahisi kufanya chama mbalimbali. Wamama wako na chama wiki mzima. Hata akiwa mgonjwa asikie kukula samaki, hawezi kununua samaki sababu kuna chama ya 1000 na samaki ni shilingi 300. Sasa kati ya samaki na chama ni nini kitaendelea mbele? Ni chama. Mama kuna chama. Hata siku ya leo wengine mko na chama. Na wengi wenu ndio charities. Kifika saa 10 sasa mtaondoka, mtatoroka. Ndiye kiongozi wa women ministry na ndiye kiongozi wa welfare. Ile inafanyika siku ya Sabato jioni. Na hatujali, tunafikiria kwamba tunaenda mbinguni, bali tunakwenda mlimani. Na unasikia tukiimba na kaza mwendo mbinguni kila siku na panda. Wewe unajidanganya, upandi juu. Unajidanganya. Vitendo, vituko ndio vinakuonyesha unapanda ama unafanya nini? Unashuka. Sasa ni juu yako. Hivyo basi kazi ya Mungu inataka wanaojibu kwa haraka kwamba niko Bwana fanya nini? Nitume. Lakini hatutaki. Wengine tunaamka saa 10. Nikiuliza hapa, ningekuwa na mashini ya kupima watu, ningepata kuna wamama waliuza saa 11, saa 12 akafunga kioski. Sababu hapa ataleta sadaka. Na anajihesabu ya kwamba na yeye pia anapumzika siku ya Sabato. Na wengine tutatoka hapa tumikie sokoni tununue halafu tuende. Wengine tutatoka hapa saa 11 juu ya alama
tumefungua biashara, lakini kumbuka ya kwamba siku ya Sabato hiyo ndio tutapumzika mbinguni. If you want to confirm 66 verse 23 Isaya, ikiwa hujui kutunza Sabato ukiwa hapa, hiyo ni ishara kwamba huendi mbinguni. Maana siku ya Sabato huko mbinguni kila mwanadamu ataabudu Mungu. Unafika pale 66 verse 23 Isaya. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi itakuwa mwezi mpya na hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Haleluya. Sasa ni juu yako, ni juu yako. Mungu atusaidie tufanye kazi yake kwa wakati unaofaa na kwa wakati usiofaa. Ndio tuko na changamoto ambazo zinatuzuia tusije tukafanya kazi ya Mungu, lakini changamoto sipo ili zitusaidie kwa jambo moja. Changamoto 2 Corinthians chapter 12 verse 6 and 7. Wamama wa siku hizi hawataki changamoto katika familia zao, hawataki changamoto katika maisha yao, na ndio maana wanafanya vizuizi ya kwamba hatutaweza kufanya kazi ya Mungu sababu mume wangu ni mrefu, sababu watoto wangu hawanisikilizi, sababu jirani hatuna uhusiano nao. Changamoto sipo, na hizo changamoto Mungu amezileta ili tusije tukafanya jambo moja. Naomba msomaji uweze kusoma pale Wakorintho wa pili 12:6. Maana kama ningetaka kujisifu usingekuwa mpumbavu. Yes. Kwa sababu nitasema kweli. Lakini najizuia ili mtu asijihesabie zaidi hayo ayaonayo kwangu na kuyasikia kwangu. 7. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Sasa ili Paulo asije akajivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo akapewa mwipa uweze kumdunga, ili mjumbe wa shetani ili ampige asije akajivuna kupita kiasi. Hivyo basi changamoto ni za kutuzuia sisi ili tusije tukajivuna kupita kiasi. Kwa maana ukapewa watoto 5. Watoto wote ni wazuri sana, ni wapole, wanakusikiliza, lakini mmoja ni changamoto. Huyu mmoja kielimu asikii, kujipamba yani ni kama achari. Yeye vitendo vyake ni tofauti na wengine. Mbona Mungu akafanya hivyo? Huyo mtoto aweze kukukumbusha ya kwamba bado hujamwambia Mungu shida zako. Abatiwa watoto wazuri, lakini shuleni hawafanyi vizuri, lakini ukabarikiwa na pesa. Hiyo basi Mungu akaona wacha akupatie pesa, lakini akunyime watoto wanaoelewa shuleni, ili pesa zako siweze kutumika kwa kuwasaidia maskini. Maana ungeambiwa kwamba hapa kuna maskini anafaa umsomeshe, haungekubali. Lakini indirect Mungu akaleta mtoto maskini katika ile shule ya watoto wangu wanasoma, hawana pesa lakini ako na elimu. Walimu wakasema wacha aendelee kusoma, mama yake aking'ang'ana alete ile kidogo anapata, lakini huyu atatusaidia kwa kupromote shule yetu. Na huyu wako na pesa ndio, na kwa sababu hajiwezi, wacha tu akae, ile karo yake tutatumia kulisha huyu wa masikini. Basi pesa zako zinatumika kwa kupromote shule kupitia kwa masikini. Maana Mungu angekupatia watoto werevu akupatie na pesa, ungelinga mpaka watu washangae. Sasa akaona wacha akunyime kimoja. Mwingine ndio huyu ameumbwa mwembamba kama mimi. Angeumbwa mnono, angepauzi mpaka watu washangae. Sasa wakati anajaribu kupauzi anapata ya kwamba ni pasi ya umeme. Anaachia njiani. Ni kwa sababu gani? Angeumbwa kama huyu
mbovu. Sasa wakati anataka kujisifu kiasi, ama wakati anataka kuongea huyu mnono kiasi, anakumbuka ya kwamba na mimi kuna mwipa wa uembamba, ananyamaza. Mwingine akaua mnono, posture yake ni mkubwa lakini ni postureless. Ni kwa sababu gani? Angeumbiwa ile posture nzuri, angeanza kusengenya wale uembamba. Lakini sasa Mungu akaona wacha amuumbe postureless. Wakati anataka kusengenya huyu mwembamba, anakumbuka kwamba uwapa mwipo wa postureless. Mwingine ndio akaolewa na mlevi. Wakati anataka kulinga vile wanaishi huko nyumbani, vile waume wengine wanatulidi bibi zao, anakumbuka kwamba uwapa mlevi, ana slow down. Hivyo basi kila changamoto liko na sababu. Ni kwa sababu gani? Ili usije ukajivuna kupita nini? Yes. Na nilikuja kuondoa ya kwamba kazi ya Mungu haitaki malingo. Itaki malingo kabisa. Ikiwa unataka kuifanya vizuri, wewe tembea na Biblia taratibu. Yaani haitaki uonyeshe ya kwamba hata wewe ni hatari sana. Mungu anatumia hata mawe. Sasa ikiwa anatumia hata mawe na wewe unalinga hata ya kwamba hakuna mtu atakufikia, ya kwamba pasipo mimi hiyo kazi isiendelea, pasipo mimi kama kiongozi kitu fulani hakitatendeka. Naomba nikushauri ya kwamba pasipo wewe kazi ya Mungu itaendelea ili Jesus name. Amen. Kwanza wewe ni kizuizi. Na kuna viongozi wanakaa kama Nehemia. Unajua Nehemia hakutumia mtu. Yaani yeye hakukuwa tayari kudelegate. Yeye unasikia wakati unasoma Biblia inasema kwamba niliposikia nikaenda. Nilipoenda nikafanya. Lakini kazi ya Mungu inataka delegation in Jesus name. Na ndio maana Jethro anamwambia Musa ya kwamba unajisumbua bure. Wewe subiri ile kesi kubwa, lakini hii ndogo ndogo peana ili kila mtu apate kazi ya kufanya. Unajua kama tunafanya nini? Mtu hataki kuangalia talanta yake aisimamie. Mtu anataka kuangalia ni talanta ya nani inapendwa, ili aweze kuingia chini misisi mahali imefika aweze kumng'oa. Hiyo ndio kazi tunafanya kama wamama. Ama amebarikiwa na kipaji cha uongozi. Wakati amesimama kuongea, wamama tunasikiliza. Wakati anasema attention, wamama tunakaa attention. Sasa kuna mwingine hapa, wakati anaongea wamama hawamsikilizi. Sasa anatafuta mbinu, anatafuta juu chini, aone ya kwamba na huyu pia ameanguka. Halafu tukiimba Bwana Bwana kitambo, maana uko na vita ndani ya kanisa lake. Hutaki kazi yake iweze kufanya nini? Kuendelea. Alikupita ndio maana unaomba, uko na jambo unaombea lakini hujawahi fanikiwa. Ni kwa sababu gani? Mungu alikuacha kitambo. Hiyo basi ikiwa kazi yetu si ya kusukuma injili, tutashinda tukiomba lakini hatutaona mabadiliko. Hiyo basi Mungu atusaidie. Ikiwa ni kiongozi, tumsaidie, tumkaribie. Kinachonipendeza si hapa Akasa, si wamama wa hii district. Na sitawaambia ni wapi, maana huenda ikawa unawajua. Yaani wakati mtu amechaguliwa kuwa kiongozi, mwaka huu ni yeye anatuambia tumkaribie ili tuweze kufanya kwa upamoja. Tumuvike karibu, maana kazi ni ya Mungu. Lakini atakapotolewa next year, sasa nashangaa next year kazi itakuwa ya nani? Halafu anatoroka, anaenda nyumbani,
Unasikia akimwambia kwamba wale ambao walikuchagua walijua ya kwamba utaweza. Sasa hataki kukaribia huyu mwingine. Alafu akienda mwaka mzima, maana huyu wako kwa anamshauri, mwaka mwingine tena anachaguliwa, alafu tena anatuambia mama, kazi ni ya Mungu. Naomba tu mnikaribie ili tuweze kufanya vile tulikuwa tunafanya. Wewe, Biblia inasema anayechimba shimo atafanya nini? Utaingia mwenyewe. Na kazi ya Mungu haitaki mtu mwenye wivu. Na ndio maana unaposoma kitabu cha Mathayo, Biblia inasema akampatia mmoja talanta 5, mwingine talanta 2, mwingine talanta 1, kumaanisha kwamba ndani ya shamba hakukuwa na mtu asiyekuwa na talanta. Lakini wengine hatutumii hizo talanta. Wengine tunazitumia huko sokoni kupiga kelele, kumi. Lakini hapa kanisani hata kwa kuimba, unajua vile nilikuwa nakaa pale, nilikuwa naambia chorus ya kwamba ita kikundi fulani ili niweze kuona ni kikundi gani akiendelei. Nilipoangalia nikagundua ya kwamba kikundi ya widows and singles kimelala. Mumewahi jua ni kwa sababu gani hiyo kikundi kimelala? Mumewahi jua? Mnataka kujua? Kile kikundi kimelala ni kwa sababu gani? Hakitambuliki. Yaani wakati wa mafundisho, mwalimu akisimama anafundisha ya kwamba wamama tupende waume zetu, tuwatendee mema, wanasaulika. Tunasahau ya kwamba yeye ana wabona kufanya nini? Ndio maana wanasema kwamba hao wanawake wenye wale ambao si singles ama widows wako na malingo. Hiyo basi semina zao sisi hatutaenda. Mama, naomba niwaarifu ya kwamba siku ya leo haitakuwa siku ya wamama Saruga na Githugi, lakini itakuwa siku ya wamama. Haijalishi ni mama wa aina gani, lakini ni siku ya wamama kutoka saa hii mpaka kesho asubuhi ili Jesus name. Amen. Hivyo basi msije mkaogopa kwamba tukienda pale unadaikawa watageuza resources around to fraud. Siku ya leo, usiku wa leo hakuna mwenye atafraud. Kila mtu atatoka hapa akimsifu Mungu ya kwamba na mimi leo hii nimeona mkono wa Mungu in Jesus name. Hivyo basi wamama tuwe tayari kufanya kazi. Hiki kikundi cha singles hata kuitwa makanisa mengine, hapa niliona mnakitambua, makanisa mengine hata kuitwa ya kwamba widows kujeni kwa wimbo is not 1+1. Siku yao ya Sabato ikifika ya kwamba hii ni siku ya singles, unasikia kiongozi wa women ministry akisema kwamba hapana, naomba tu mnisamehe, siku ni yenu ndio, lakini nimealika Mama Isa kutoka Kisii. Hivyo basi naomba tu muache hiyo Sabato aweze kutuhubiria. Na kumbe hapa walikuwa wamejiandaa na wao wameleta wao yule ambaye atahubiri kulingana na wao. Sasa inasemekana kwamba msimamishe, maana ni kiongozi. Nimesema katika hiki kikundi, kumbe kusaulikwa kwao hakukuanza juzi, kulianza kitambo. If you want to confirm 6:1 Acts. Ndio maana wao hawafanyi kazi ya Mungu. Naona ya kwamba hata hatuna mahali pa kufanyia, wacha tunyamaze, wacha tukae. Na Dorcas imewafuata. Ile niliona mkiimba hapa, Dorcas ni kama kwaya moja ya kanisa moja vile mlikuwa mnaimba kwaya. Unajua ni investigate kila kitu nikaona. Kwaya imechukua misisi hata kuliko Dorcas. Hiyo basi tukitoka widows tukiingia kwa Dorcas pia imelala. Ni kwa sababu gani? Hiyo Dorcas hawajaelewa wanafaa kufanya nini. Yaani Dorcas ni nini? Msomaji. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, walikuwa na manunguniko ya Wayahudi kwa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao
wamesauliwa katika huduma ya kila siku. Katika huduma ya kila siku. Hivyo basi Mungu atusaidie wale ambao ni viongozi, tusije tukawasahau hawa, sababu hata wao Biblia inawatambua. Na wajane, naomba niwashauri kwamba ikiwa unataka mibaraka, lazima uwe mjane wa kutoa. Wajane wengine wako na upumbavu kiasi ya kwamba unajua, mkiweka pesa, kumbuka ya kwamba sisi ni chongo, kuna kichwa moja. Basi mnapoitisha goli, ikiwa ni 500, sisi ni 250. Maana kichwa ni moja. Lakini nenda kwa chama ya 500 kila siku, chama ya 500 kila wiki, chama ya 1000, ikiwa kila wiki ni 500, yeye ako na majina matatu. Majina matatu ni pesa ngapi? Walio wawili amesema niandikie jina moja. Sasa pale wana score, lakini hapa kanisani sisi ni chongo. Hiyo basi unaposoma mjane wa Serafat, wakati Elia anatumwa pale, Mungu anamwambia kwamba nenda pale, nimeagiza mjane yule ambaye atakuliza. Na Elia alipofika pale, alipata mjane akiokota kuni, alafu akamuitisha maji, akaenda immediately. Alafu akiwa njiani, kabla hajafika kwa nyumba, akamwambia usilete maji tu, leta na nini? Kamkate. Mjane akasema ndio nitaleta kamkate. Biblia inasema nini? Maana ilikuwa kiangazi. Biblia inasema nini? Mjane akasema niko na kauka na mafuta kidogo, ile napanga kupika ili tukule na mtoto wangu tuje tufe. Lakini Elia akamwambia nenda ukanitengenezee uniletee mara ya kwanza. Wajane, ingekuwa ni wewe, pastor ametumwa na ameagizwa ya kwamba atakula kwako, na vile uchumi imepanda namna hii, na atakula kwako, ujui ataondoka lini. Wajane wangapi wangekubali ya kwamba wacha pastor akuje kwako? Wajane wangesema hayo ni magumu, wacha pastor aende kwa elder. Elders ndio wanajua vile pastors wanafanya nini? Wanakula. Lakini yule mama akaitika na akafanya. Hivyo basi wachane, ukitaka mibaraka lazima uwe mtu wa kutoa. Hapo utaona mibaraka. Na wachane wanapo tuitisha kwamba na sisi tupatie wageni, tuende tukawatuza wageni wa kurusedi, wageni wa makambe, wageni wowote wale wa kanisa. Wamama tusianze kunungunika ya kwamba sasa huyu mchane atalisha mgeni nini. Wacha mchane alishe mgeni kulingana na uwezo wa nani? Wa mchane. Akungu wabalisia bataliba agaega abakora tali abakora iyo pagania kanya kuliwe sana genda barabu bakunyireta maisoise. Ata ngumo mara kama tabiri ngada gani yalimo kama chua. Ya bawani kara kilo molise. Matetu anaenda kwa ni wasote munga na gani kama ya kase. Mbona mama alise bana ngumo mara kati ya oja kurudi sababu nitaisa hili. Wale wako yako tendo cha sio polisia. Wana na ndio ndio polisi hapo kama hiyo magari hapo cha mkungu ya majani wewe. Basi wa mama, mibaraka ni ya watu wote, maana huko Serafat huyu mjane alikuwa mama wa Sidoni, na Wasidoni walikuwa wanaabudu pale, lakini Mungu akachagua mmoja. Naposoma kitabu cha Luka ya kwamba walikuwa wajane, lakini Mungu akachagua mmoja. Yule mmoja akaitika kwa haraka. Na wajane pia tuwe wale wa kuitika kwa haraka, maana unapoitika Mungu anamimina mibaraka ili Jesus name. Mtu mwingine ni Yona. Msomaji, sijui kama umefika kitabu cha Yona. Neno la Mungu likamjia Yona ni moja, anza fungu la kwanza. Basi neno la Bwana lilimjia Yona. Sasa neno la Bwana likamjia Yona, mwana wa Mitai kusema, alafu ondoka uende Ninawi. Ondoka
uende Ninawi, mji ule mkubwa. Ukapiga kelele juu yake. Sasa piga kelele juu ya huyo mji mkubwa, kwa maana uovu wao umepanda juu. Maana wokovu wao umefika machoni pangu. Lakini Yona akaondoka. Sasa Yona akaondoka, akakimbilia Tarshish. Apate kujiepusha. Sababu ni kujiepusha. Yaani Isaya alisema niko nitume. Mchane Seraphat anaitika anaenda kwa haraka. Lakini Yona yeye anaitika kwa ishara. Yote. Mtu akisema ya kwamba kwa ishara sikuona ya kwamba alikubali, hiyo ana maana gani? Kwa ishara akaonyesha kwamba hawezi kufanya kwa ishara. Yeye hakusema kama Isaya, yeye hakuitika kama mchane, lakini kwa ishara. Badala ya kwenda Nineva akaenda Tarshish. Alafu akateremka hata Yava. Alafu akaona merikebu inayokwenda Tarshish. Basi akatoa nauli. Akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshish. Ajiepushe na uso wa Bwana. Yeye alikuwa anajiepusha na uso wa Bwana. Yaani alifikiria ya kwamba akipanda merikebu tena apande chini sana, Mungu hatamuona. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini. Sasa alipoingia ndani ya merikebu akapeana nauli, alafu akaingia chini kabisa, ile lea ya chini, Mungu akatuma pepo kali. Ikawa tufani kubwa baharini. Hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa. Kila mtu akamwomba Mungu wake. Nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu, akajilaza akapata usingizi. Yeye akaanza usingizi, maana alijua ya kwamba alitumwa Nineva ama Ninawi, lakini anaenda Tarshish. Sasa alikuwa anajiepusha. Je, ni mara ngapi umeshinda ukijiepusha kutoka uso wa Mungu? Wakati unahitajika uende kuhubiri mahali fulani, unaenda biashara, unaenda sokoni. Unaona hapa hawalali. Saa 10 ameamka, saa 6 ndiye analala. Ama nikufahamisha ya kwamba hiyo kazi unafanya, hiyo unajishughulisha bure. Na hiyo ni ishara kwamba wewe si mtoto wa Mungu. Maana aliye wa Mungu anamshughulikia akiwa usingizini. If you want to confirm, 127 verse 2 Psalms. 127 verse 2. Kwa wale ambao wanajishughulisha, yani anajiepusha. Kazi yenu ni bure. Sasa mama, kazi yenu ni bure. Amka mapema na kuchelewa kwenda kulala. Nakula chakula cha taabu, maana umechoka, unakula ukiwa usingizini. Sasa ujielewi mwenyewe. Yeye humpa mpenzi wake. Sasa Mungu humpa mpenzi wake usingizi. Angesoma Biblia kiruga inasema ereni gakuye chandera abantu bayanjete nonyene karabaraire. Haleluya. Hivyo basi tukimkubali Mungu, tukimpenda, tukifanya kazi kulingana na mapenzi yake, atajishughulisha kwa nafsi zetu ili tuweze kuwa watu wa vichwa na wala si wa mkia, ili Jesus name. Hivyo basi Yona anatoroka. Je, umetoroka mara ngapi? Kuna wengine hapa hawako hata kwa kwaya, hayuko Dorcas, hayuko widows, hayuko women ministry. Yani yeye ni msikilizaji. Hataki kufanya kazi ya Mungu hata kidogo, lakini amepewa talanta. Mungu atakuja kukuuliza, je, talanta niliyokupa uliifanyia kazi gani?
Maana yule wa 5 alimwambia kwamba ulinipatia talanta 5, nimebadilisha, nimeongeza ingine 5. Sasa ndio hizi anamwambia ingia. Na mwingine ambaye alikuwa na 2 anamwambia nilienda nikabadilisha, ilikuwa 2, sasa siku 4. Anamwambia ingia. Lakini wa talanta 1 akamwambia niliogopa ya kwamba wewe unaweza vuna hata mahali au kupanda. Hivyo basi nikachimba chini, nikafunga talanta, nikaweka, nikakusubiri. Hivyo basi talanta yako ndio hii. Je, talanta uliopewa unaifanyia kazi gani? Unafanya kazi wapi? Maana hata kutoa hutoi. Unajua saka na sadaka ni ya kwenda kuhubiri mbali, pale ambapo hautafika, lakini kuna kazi hapa karibu. Unajua nilikuja kujua ya kwamba wale ambao wananinginia ya kwamba nilikuwa mgonjwa, sikutembelewa, hawakuja kunitazama, anza kumchunguza. Yeye hajawahi tembelea yeyote. Ni kwa sababu gani? Wengine waliougua ni maskini, hawana viti, wana vikombe, anaona hakuna haja ya kuwatembelea. Lakini yeye akiwa mgonjwa anataka tuhamishe kanisa, tuende tuweke kwake, maana yeye ni mgonjwa. Hiyo basi Mungu atusaidie tufanye kazi yake. Tusijali ya kwamba hapa ni wapi, huyu ni nani. Maana ule wimbo tuliimba stanza ya 3, naomba chorister tuweze kuimba pale. Je, mtu anaweza fanya kazi ya Mungu kupitia kwa njia gani? Ikiwa hadi nchi za ng'ambo, atafanya kwa njia gani ili wale watu wa ng'ambo waweze kufikiwa? Maana taji zitawekwa kwake. Chorister 107 stanza ya 3. 107 stanza ya 3, anzia hata ya 2. Yes. Twende pamoja. Ikiwa wewe Kisambari wako karibu na wewe. Wamama, kuna wakati tunaomba vizuri sana. Mungu bariki hiki chakula, tunapoenda kukitumia kiwe cha manufaa katika miili yetu, na bariki wale ambao hawana ili waweze kupata. Sasa nashangaa Mungu anaweza shuka toka mbinguni aje kubariki jirani ambaye hana chakula, ama Mungu anakutumia wewe yule ambaye umebarikiwa uweze kubariki maskini. Yaani tunawaombea lakini hatuwasaidii. Lakini naomba nikufahamishe ya kwamba ikiwa unaishi karibu na maskini, karibu na mnyonge, na mabaki unatupa kwa dustbin na umeweka dustbin kwa gate, mtu angekwambia yale ambao maskini wanakuombea, ungeenda uanze kuwabariki na chakula. Maana anapokutembelea anapata siafu, sikishangilia chapati, sikishangilia nyama iliyopaki, sikishangilia mchele, na ile hali yeye alilala njaa. Halafu wakati umempanga chakula unaambia Mungu ya kwamba bariki tunapokula, na wale ambao hawana wabariki. Anashangaa, huyu mama anaomba anachokielewa kweli? Huyu mama anaomba nini hii? Na ile hali hajawahi nibariki, instead anabariki siafu. Kafika siku Mungu ataleta ugonjwa. Ile chakula yote umemwaga kwa dustbin, hautakuwa na moyo wa
kukula. Au ukienda hospitali, madaktari watakwambia kwamba ikiwa unataka maisha marefu, kuna mahali ulisoma ya kwamba Wasamaria na Wayahudi hawafanyi nini? Hawajangamani. Sasa na wewe anza kufanya utengano na chapati, maziwa, nyama. Acha kabisa hata soda. Hapo unashangaa wananikataza ile chakula yote nilikuwa natupa pale. Ni kwa sababu gani? Unataka kubariki mnyonge. Unataka Mungu akuje aweze kumpatia. Na naomba nikukumbushe ya kwamba wale ambao wanabariki wanyonge wanawakumbuka. Wakati utakuwa mgonjwa, Mungu atakutegemeza ukiwa kitandani in Jesus name. If you want to confirm 41 verse 1 to 3 Psalms. Ondabu atera kitako onde. Akunya koliweka. Ada ni jirani achandike tega abaka nganyora. Sino chiko sini nyongo kungu. Siwana ya kuna kwa achandike. Ingane limo mwiwe tendiringa. Omonda no motaka. Boikawanga na saamu. Everyday you chandike mukani woni usipit. Mo merane kijakio motaka. Masako wanere nderema. Mo wanere ndoa. Mo wanere mote. Mo wanere risosa. Ekiana na mama ngitale bate. Hauna msomaji weze kusoma. Heri amkumbukaye mnyonge. Bwana atakuokoa siku ya taabu. Bwana atakulinda na kuhifadhi hai. Naye atafanikiwa katika nchi. Sasa utafanikiwa katika nchi. Wala usimtie katika hali. Sasa hawatakutia wale ambao ni maadui zako mahali wanataka. Wamtakiayo adui zake. Bwana atamgemeza alipo mgonjwa kitandani. Yes. Maana wanyonge watakuwa wakikuombea. Mungu, Nyomena ni mgonjwa, Sisilia ni mgonjwa, Atieno ni mgonjwa, na mkabili mikononi mwako. Na unaona ya kwamba yeye ndiye gara langu, yeye ndiye msaada wangu. Akiwa hospitali, naomba ukalete ugonjwa wake ili uweze kuonekana wazi, ili aweze kutibiwa, aweze kupona. Na ikiwa ni shetani anamjaribu kwa njia moja au nyingine, na mkemea katika jina la Yesu. Mungu anajibu maombi ya wanyonge na utapona in Jesus name. Amen. Na barosi umuruli tu ukwa kwa bataka. Lakini nyoto kwa bataka, na bataka aetoyu. Hiyo basi wale ambao tunadharau ni watu wa muhimu katika maisha yetu. Unamtaka na yeye anakutaka. Hiyo basi kila mtu anataka mwingine. Ndio maana Mungu akatuumba ili tuweze kukaa pamoja. Mungu anapotuita tusiwe kama Yona yule ambaye anatoroka, lakini tuwe kama Isaya anayesema kwamba ndipo Bwana nitume. Haijalishi ni njia gani Mungu anakuita, uenda ikawa anakuita kwa njia ya matoleo, wewe toa, maana umebarikiwa. Na ikiwa anakuita kwa njia ya kwenda one on one, enda ongea na yule mwenye Mungu amekutuma, maana uenda ikawa utakuwa dawa kwake. Hata mkunaro wakurani konganya bako na kuwa na nulo ndena akaronde ngereti kama ko yotoka eranda wanyame tinyewe korwana lingende oyona materinga baba agayata iyo kirase abakomu na magwe omanya komote bilinga nali yanteriko ngokingaki ni yeye shetani unayejua kuliko malaika. Unafanya nini? Anafanya mwanamke anaanza tena kuliso ni mara ya pili ya kwamba huyu ameniambia nini, sasa nitafanya namna gani? Badala ya kuondoka anasema wacha tu nivumilie, maana uenda nitagonga mwamba. Huyu mama amemsaidia ama hajamsaidia? Yes, Mungu anatutumia kwa njia nyingi, lakini kwa wale viongozi waliopakwa mafuta ya chupa kama Sauli, wao hawatavumilia. Lakini viongozi wale ambao walipakwa mafuta ya pembe kama Daudi, hata wakikutana na
ikiwa kuna siku Mungu alikuwa ameandaa ya kumuua huyu, ni leo. Sasa muue. Daudi akasema mimi sitamguza, lakini nitafanya kitu kimoja. Akachukua nguo yake akakata kidogo, ili anapomuongelesha amwambia kwamba ikiwa kuna siku ningekuua ni leo, maana nilikupata ukiwa unalala, lakini nikaona wacha nikate nguo. Alafu Sauli alipoangalia akasema ukweli mimi ndio mbaya, kumbe Daudi ni mzuri, maana angeniua. Lakini viongozi wa siku hizi wasio wa hapa, wengine pale mahali nimetembea, wakati amekutana na adui anasema opportunity comes once and forever, anamtendea. Alafu anakuja hapa kanisani, nitende nawe Mungu alivyotendea neno, mkono wangu. Mungu hawezi kushika mkono wako, maana huo mkono wako ndio unatumia kutenda mabaya. Hivyo basi Mungu atusaidie. Uwe kiongozi usiwe kiongozi, lakini bora unajua unaweza elekeza mtu, wewe muelekeze kulingana na maandiko matakatifu, ili Jesus name. Maana sisi sote tutaulizwa, ulileta wangapi kwa uokovu? Hapo utasema mimi niliona sijui kusoma Kiingereza, sielewi Kiingereza, sitaweza kunena Kiswahili, hivyo basi nikanyamaza. Mungu anakutumia jinsi ulivyo. Kile ambacho Mungu anaangalia ili aweze kutumia aweze kutumia mtu ni yule ambaye amekula Biblia. Hivyo basi ukitaka kutumika na Mungu lazima ukule gombo, kama anavyosema Ezekiel. Maana baada ya kukula gombo, Ezekiel akatumwa kwa wana wa Israeli. Hivyo basi Mungu hawezi kukutuma ikiwa hujakula gombo. Na wengine tunalalamika ya kwamba hii kanisa inapenda kutuma mtu mmoja kwa makani. Yaani kila siku girezi. Yaani ina maana kwamba wanawake wengine hatuko. Ndio mko, lakini Mungu hawezi kukutumia ikiwa uko na njaa ya neno. Wale ambao wanakusubiri pale wako na njaa, na mgeni unayeenda pale uko na njaa. Sasa njaa, ongeza njaa, tutapata nini? Hiyo basi lazima ukule gombo. Msomaji, kitabu ni Ezekiel 3 mstari wa kwanza. Na basi ukiona Mungu hajakutumia, hiyo ni ishara kwamba hujakula gombo. Basi kwenda pale usome fungu Mathayo 5 Monday, ukifika Wednesday Mathayo 5, ukifika Mathayo 5, hiyo ndio peke yake iko kwa Biblia. Akaniambia mwanadamu, kula uonacho. Kula gombo hili. Kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Hiyo basi lazima ukule gombo. Na gombo ni Biblia. Ukikula gombo, sasa atakutuma kwa Waisraeli. Hawezi kukutuma kwa watu wengine wale ambao hautakuwa na uwezo wa kuwahubiria, lakini atakutuma kwa Waisraeli. Haijalishi unajua Kiswahili, haijalishi unajua Kiingereza, lakini mara hiyo Roho Mtakatifu atayaleta yale ambayo unafaa kuyanena, ili Jesus name. Na nilikuja kuelewa ya kwamba kumbe wale ambao Mungu ameamua kutumia si lazima awe amemaliza masomo. Yaani kazi ya Mungu haiendani na masomo, lakini Mungu anatumia mtu maana anamjaza Roho Mtakatifu. Tuliposoma Isaya lilimgusa, lakini ukisoma 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 13, Paulo anasema kwamba yale ambayo ninayanena sio yale niliyosoma kupitia kwa elimu ya dunia hii, bali ni kwa Roho Mtakatifu, ili Jesus name. Hivyo basi Mungu anapotuita kama wamama, haijalishi anataka ufanye kazi gani, haijalishi uko wapi, haijalishi huu hali gani, lakini kuwa tayari kama Isaya kusema kwamba nipo hapa Bwana, fanya nini? Nitume.
Mwenyezi Mungu awabariki. Wangapi wanasema kwamba kuanzia leo na mimi pia naomba Mungu aweze kunitumia, na mimi nimekuwa tayari kwa kuitika kama Isaya. Ama msimame kwa miguu yenu, na usione rafiki yako akisimama halafu usimame. Usione rafiki yako. Ikiwa uchaguswa usisimame. Simama ikiwa umeguswa ya kwamba kumbe nina kazi ya kufanya. Kumbe nafaa kuitika kama Isaya. Nafaa kuitika kama mchane. Kumbe hata nikienda popote pale Mungu ananiona, na Mungu atatuma pepo kwa njia moja au nyingine ili niweze kutambua ya kwamba ni yeye ametuma. Hivyo basi naomba tuweze kuomba. Mwenyezi Mungu, tuacha mbele zako mchana wa leo tukisema ni asante, maana umenena nasi. Awali tumekuwa tukikimbia ili tujiepushe kama Yona, lakini tumegundua ya kwamba hakuna mahali tutakimbia ambapo hautatuona. Hivyo basi wana wako wamesimama kwa miguu yao wakiapa ya kwamba nao wamesikia ujumbe wako. Ukiwaita kuwatumia wataitika kama Isaya. Watasema ya kwamba tupo hapa, tutume. Wataenda kwa njia ya matoleo, wataenda kwa majirani, wataenda kwa njia ya makambi, kurusedi, seminars na vinginevyo, maana wamekubali ya kwamba wameona wanafaa kufanya kazi yako. Wape ujasiri, wape nguvu, wape Roho Mtakatifu wa kusoma Biblia, maana watakapokula gombo utawatumia kama ulivyotumia Ezekiel. Watakapokula gombo hakuna mambo yoyote yale ambao wataogopa kuyanena, maana utakuwa umewajaza. Bariki familia zao, bariki waume wao, watoto wao, majirani, wazazi, ili wanapofanya kazi yako wale ambao wanakaa nao wasije wakawa vizuizi, ili waweze kukutumikia kwa wakati unaofaa na kwa wakati usiofaa, ili urejeapo mara ya pili hewani tuweze kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Tutakapoendelea na vipindi vingine, tuomba Roho Mtakatifu atuongoze tena kulingana na mapenzi yako. Ni katika Kristo tumeomba tukiamini.